So Mr. Blue nkuko ndabasije ko tuza kuba dutera story nawe ndamufite ku murongo wa telefone reka numve ko ariko twumva neza. Mr. Blue Baisa, unatupata vizuri? Napata vizuri. Mambo vipi? Mambo shwari kabisa. Hii ni Fine FM kutoka Kigali, Rwanda. Karibu sana Mr. Blue. Nimefurahi sana. Ndio. Unajisikiaje kuongea kwa mara nyingine tena na shabiki zako kutokea Rwanda? Najisikia vizuri na nimefurahi sana. Ndio. Mara mwisho nilikuja huko ilikuwa ni zamani sana. Ndio. Sasa nimefurahi kusema kweli. Kabisa. Watu wengi walikuwa wanauliza sana hivi Mr. Blue, je, kweli mtaongea naye Mr. Blue? Tunamkumbuka toka kitambo, yani wakaniolesha love ambayo sikutegemea. So nikajiuliza hii love ambayo Wanyarwanda wamenionyesha juu yako Mr. Blue, nadhani imetokana na nini hasa? Sijajua. Lakini mimi ninachoweza kusema tu kwamba nishukuru. Ndio. Kwa hiyo love ambayo nimeonyeshwa na watu wa Rwanda. Yeah man. Nafikiri labda ni kazi ambazo nimekuwa nikiwafanyia. Ndio. Sidhani kama kuna kingine, ni kazi tu ambayo nimeifanya na wao wameipenda. Kweli kabisa. Ndio. Swali langu la kwanza ni kwamba kila unapofikiria Rwanda, najua ni kitambo kidogo tangu uje kutumbuizo kwa Rwanda, yani ni image gani ambayo waga inakujia katika hizi kazi zako za kisanii kiujumla? Mimi nakumbuka Rwanda. Nilikuja muda mrefu sana. Ilikuwa ni nakumbuka mwaka 2005 au 2006. Ndio nilifika hapo Rwanda. Nilikuja kufanya show hapo uwanja mkubwa, uwanjani. Ndio. Na show ilienda vizuri kwa kweli. Ni moja ya sehemu ambazo huaga najisikia raha sana nikikumbuka. Kwa sababu zina historia nzuri kwenye industry yangu. Kabisa. Kuna wasanii way back ulishawahi kufanya nao kazi wa huko Rwanda, akiwemo Mr. Ozbi na Nick Dimples. Sijui kama unakumbuka, kuna ngoma inaitwa Kuchi ya way back kidogo. Kwa kuwa ulifanya nao wasanii wa huko Rwanda, ilikupa picha gani ya muziki wetu wa huko Rwanda East Africa kiujumla? Ilikuwa ni nzuri, japokuwa ni muda mrefu, naona sasa hata nimesahau. Ndio. Lakini najua itakuwa kitu kizuri tu. Ila kikweli iko Rwanda ni mzuri. Ndio. Na watu wanafanya kazi nzuri. Ndio. Na nimeona wasanii wa Rwanda kwa sasa wanafanya vizuri. Ndio. Kwa hiyo nafurahi kuona Rwanda inaendelea vizuri. Ndio. Na imekuwa nchi nzuri na natamani sana kuja tena. Ndio. Kuja kuimba tena kama itatokea. Ndio. Nitafurahi sana. Kabisa. Siku za nyuma kidogo ulipewa heshima Mr. Blue, yeah? Ulipewa heshima kupitia Bongo Flava Honors, ya kama utakuwa sikosei, ukasema ndo award yako ya kwanza, na juskati hivi mwaka uliopita ukapewa nyingine tuzo, ulipewa heshima kama living legend, ya unahisi kwa nini msanii mkubwa kama wewe kujikuta hauna tuzo nyingi? Ilikuwa ina kwa affect kinamna gani ama kimuziki wako kiujumla? Kiukweli ilikuwa inanisumbua, lakini nimekuja kugundua kwamba unajua kwenye maisha kila mtu ana historia yake. Ndio. Na huwezi kulazimisha historia ya mtu ndio iwe kama yako. Ndio. Kwa hiyo mimi hiyo ndio historia yangu.
na hizo ndo changamoto zangu. Kwa hiyo nilizipokea nilizipokea na nikasema ndio basi nizipokee, lakini mwisho wa siku nilikuja nikapata, ndio, na sikujua kama ningepata, lakini kwa awards ambazo nilipata nafikiri hata zile awards ambazo nilizikosa zilikuwa hazina maana kama hizi nilizopata, kwa sababu kama hiyo unaosema nimepata a living legend, ndio nikapata hiyo ingine ya Bongo Flava Hana na kiukweli nimeangalia hizo ni tuzo ambazo watu wengine hawawezi wakazipata kabisa. Ni tuzo ngumu sana kabisa, lakini mimi nimezipata. Nimeshukuru sana, nikasema basi Mwenyezi Mungu ndio alitaka mimi nipate award hizi. Ndio kabisa. Tukirudia kidogo Mr. Blue, katika ukuaji wako kimuziki na nini, wengi walikuwa na kuchukulia tofauti kidogo. Walikuwa wanasema Mr. Blue ni mtu ambaye analinga sana, Mr. Blue ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine, yani kupanga deal na yeye ni kitu kigumu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mtu ambaye anakujua zaidi anakuongelea vitu positive kabisa, kwamba Mr. Blue ni mpole, Mr. Blue ni msikivu na kitu kama hicho. Huu upole wako Mr. Blue yani ulikuja kujaje? Kwa sababu wengi walikuwa wanakuongelea, wanakuchukulia kama mtu ambaye ana majivuno, mtu ambaye bisho sana, kitu kama hicho. Yani huu upole wako, kusikiliza watu na nini, ndo jinsi ulikuwa ulivyo tangu zamani, ama ni tabiri kuja tu baada ya kuwa mbaba, mtu mwenye familia kiujumla? Mimi toka zamani ni mtu niko hivyo. Lakini wakati mwingine huwa pia nachangamka. Lakini asili yangu kabisa mimi ni mtu ambaye niko hivyo kabisa. Ni mtu ambaye anasikiliza watu kabisa. Ndivyo nilivyozaliwa tuseme, na hata watu ambao wananijua mimi waliponiona naimba hawakuamini. Ndio. Walisema huyu mtu mpole hivi anawezaje kaimba hivi? Ndio. Lakini kumbe ndo kipaji ambacho Mungu anakuwa anakupa. Kabisa Blue. Sitachukua time yako ndefu, ila kwa kumalizia kidogo nilikuwa najiuliza, hivi kuna mpango labda wa kufanya collaboration na wasanii baadhi ya huko Rwanda maybe, na kuna wenyewe labda ambao unawafahamu ungependa kufanya nao kazi? Kitokea ni sawa, kwa sababu itakuwa ni vizuri. Ndio. Kitokea ni sawa, itakuwa ni vizuri. Ndio. Shwari kabisa. Wengi nawasikia wanaimba vizuri. Na napenda kazi zao, lakini sio vizuri kumention mmoja, lakini wengi nawasikia na ni vizuri kabisa. Okay. Kwa hiyo anytime ikitokea labda msanii kutoka Rwanda kikuwa approach, mnaweza mkafanya kazi kabisa anytime. Kabisa. Kuna mpango labda wa kuja kufanya show tena Rwanda? Ikitokea sawa, siwezi kukataa kwa sababu ndio kazi. Ndio. Swali langu la mwisho Mr. Blue, ili affect kiasi gani wasanii waiba kidogo, kwa kuwa kuna kazi ambazo mlizifanya lakini haziko katika platform zenu kama YouTube na kadhalika, lakini ukizisearch unaziona katika platform zingine, hii ili cost kiasi gani ama ili warudisha nyuma kiasi gani Mr. Blue? Hiyo inatukosti mpaka leo, kwa sababu zile haki ambazo tunatakiwa tupate hatupati. Ndio. Kwa hiyo wanapata watu wengine. Kwa hiyo ndio ukifuatilia unaambiwa mambo ni mengi, lakini bado tunaamini haki zetu tutazipata tu, hata kama sio sisi basi hata watoto wetu. Ndio. Watakuja watazifuatilia, watapata tu. Ndio. Kabisa. Lakini ni kitu ambacho kinaumiza, kwa sababu sisi tulianza muziki wakati
hayo mambo hakuna. Ndio. Wewe amekuja sasa hivi yana watu wake na watu wanajua jinsi ya kuendesha, wanaiba. Ndio. Basi kwa hiyo tunaenda taratibu tutazoea. Kabisa. Ndio bwana. Kwa kumalizia kabisa, nina track zako 2 hapa. Ningependa utuchagulie track moja ambayo tungeipigia wasikilizaji. Nina ngoma yako inaitwa Tabasam, ni ya kitambo kidogo, na Tabasam na Mapoz remix ambayo umemshirikisha Diamond Platnumz. Nipi ungependa tuwachezee shabiki zako kutoka Rwanda katika hizi track 2, na tuambie kwa sababu gani? Naomba upige Mapoz remix. Ndio. Na Diamond, kwa sababu kwanza ni kazi ambayo ya karibuni. Ndio. Na nipenda pia wale ambao walikuwa wanajua Mapoz ya zamani. Ndio. Waisikilize hiyo remix yake. Ndio. Ili enjoy. Ndio. Na pia ushirikiano ambao tuliufanya ni mzuri kabisa. Inaonyesha watu pia wafanye ushirikiano, endelee kushirikiana kabisa, wafanye kazi kwa pamoja. Ndio kabisa. Any message labda ya mwisho kwa fans wako maybe? Mimi nawapenda sana Rwanda. Rwanda ni sehemu ambayo ipo kwenye historia yangu ya muziki. Nilikuja nikapokelewa vizuri kabisa. Na kujihisi kweli nimekuwa mtu mkubwa kwenye muziki. Ndio. Kwa kupitia Rwanda. Nilikuja nikafanya show kubwa. Na watu walifurahi sana. Kwa kila nikikumbuka huwa nafurahi na nakumbuka mbali sana. Natamani siku nije tena Rwanda. Mungu akijalia nipate hata mke mmoja huko, manake mashallah wanawake wa huko ni warembo sana kabisa. Warembo sana. Inabidi niwe shemeji yako bwana. Kabisa, na dini yako vile vile inaruhusu bro. Na mimi ni Muislamu bwana. Kabisa. Tunaweza nikaongeza moja Rwanda. Tukaendelea kujaza dunia na Mungu hivi bwana. Au sio? Ndio. Man. Ilikuwa vizuri kuongea na wewe Mr. Blue. Nashukuru sana kwa time yako, na nikutakia kila la heri kwa kila ambacho nakifanya Mr. Blue. Na asante sana. Asante. The industry.